Kanisa Anglikana Tanzania Dayosisi ya Victoria Nyanza. Mwasham Baba Askofu Zefania Amos Ntuza akikagua darasa la wanafunzi wa kipaimara ambao wanatarajia kwenda kuthibitishwa katika ibada inayokwenda kuanza hivi punde. Naona ongeza. Haya. Tunaendelea na maswali, si ndio?
sura ya 3. Nitasoma kuanzia aya ya 13 hadi ile aya ya 18. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Lakini ninyi mwasema, tumesema maneno gani juu yako, kwa namna gani? Mmeyasema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa tunasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam, watendao uovu ndio wangojeao, naam, wamjaribuo Mungu ndio waponywao. Ndipo wale waliomcha Bwana walisemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikiliza, akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Nao watakuwa watu wangu, nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile nifanyayo. Naam, watakuwa hazina yangu hasa, nami nitamwachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikiaye. Ndipo mtakaporudi, nanyi mtapambanua kati ya wenye haki na waovu, na wakati ya yeye amtumikiaye Mungu na yeye asiyemtumikia. Na hili ndilo neno la Bwana. Aliwauliza wanafunzi wake, je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani? Wakamjibu wakisema, Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia, na wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Hata Yesu aliwauliza wanafunzi wake, je, makutano hao wanasema ya kuwa mimi ni nani?
wakamjibu wakisema Yohana Mbatizaji, lakini wengine Elia na wengine kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Yesu akawaambia nani wasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo Mungu, ndiwe Kristo Mungu. Yesu akawaambia nani wasema ya kwamba mimi ni nani? Petro akamjibu akasema, ndiwe Kristo Mungu, ndiwe Kristo Mungu. Tetea maono yaletayo faida, usikubali mtu aje akupunguzie mwendo. Kanisa bila maono haliwezi kupiga hatua. Fikra njema huleta utajiri. Tetea maono yaletayo faida, usikubali mtu aje akupunguzie mwendo. Kanisa bila maono haliwezi kupiga hatua. Fikra njema huleta utajiri. Maono yaletayo faida, usikubali mtu aje akupunguzie mwendo. Kanisa bila maono haliwezi kupiga hatua. Fikra njema huleta utajiri. Tetea maono yaletayo faida, usikubali mtu aje akupunguzie mwendo. Kanisa bila maono haliwezi kupiga hatua. Fikra njema huleta utajiri. Neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza tutasoma hadi mstari wa 7. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Na jumla yao walipata wanaume 12. Na hili ndio neno la Bwana. Tumaini Kwaya.
manunguniko, baraka za Bwana utapishana nazo, iwapo moyo wako ukiwa na manunguniko, unaposamehe unatangaza mwanzo mpya. Unaposamehe mbingu zinafunguka. Unaposamehe unatangaza mwanzo mpya. Unaposamehe mbingu zinafunguka. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika Injili kama lilivyoandika Yohana Mtakatifu sura ya 14. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 14. Nitaanza kusoma aya ya 15. Kinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala hautambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Ndilo neno la Bwana. Katika ibada hiyo, Mwasham Baba Askofu Zefania Amos Ntuza amewapokea Wakristo waliokuwa katika madhehebu mengine na kuamua kujiunga na kanisa Anglican. Hata kama kuna yeyote huko ambaye hajaingizwa kwenye Uanglikana, ametoka dhehebu lolote kati ya madhehebu tulionayo, anakaribishwa kuja hapa mbele ili naye tuweze kumuingiza kwenye Uanglikana. Wakati huo tutakuwa tunaimba ubeti wa pili, kama hata kuwepo tutaendelea. Maria basi tumshangilie kwa makofi na vigelegele kwa ajili ya ndugu zetu hao ambao leo tunawaingiza kwenye Uanglikana. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Basi wengine mnaweza kukaa. Ndugu zangu, sasa tunaingia kwenye ibada ya kuwaingiza katika Uanglikana. Injilisti umeshawasindikiza, basi wanaweza kurudi. Amen. Nitawaulizeni maswali, tajibu kwa pamoja. Je, unaamini Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Jibuni, ndivyo ninavyoamini.
ndivyo ninavyoamini. Je, unaamini kuwa kanisa Anglikani ni sehemu ya kanisa la Kikristo alilolinunua Yesu kwa damu yake ya thamani? Jibu, ndivyo niaminivyo. Ndivyo niaminivyo. Je, utashiriki kikamilifu katika ibada takatifu na mafundisho kwa Wakristo wote? Jibu, ndio, nitashiriki kwa msaada wa Mungu. Ndio, nitashiriki kwa msaada wa Mungu. Je, utashirikiana na Wakristo wenzako katika kazi za kanisa na kutoa michango na sadaka kwa kazi ya Mungu? Jibu, ndivyo nitakavyofanya. Ndivyo nitakavyofanya. Je, utamheshimu na kumtii ilivyo kanuni askofu wa Dayosisi ya Victoria Nyanza na maaskofu wengine wote wa kanisa la Anglikani? Jibuni, ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Ndivyo nitakavyofanya kwa msaada wa Mungu. Je, utakubali na kuamini juu ya sakramenti mbili zilizo faradhi kwa wokovu, yaani ubatizo na chakula cha Bwana? Jibuni, ndivyo niaminivyo. Ndivyo niaminivyo. Je, utakubali maonyo na marudi ya mchungaji ikiwa utakosea? Jibu, ndio, ninakubali maonyo na marudi. Mungu anisaidie. Ndio, nitakubali maonyo na Mungu anisaidie. Basi karibu upige magoti. Novat kwa mamlaka niliyopewa na kanisa la Mungu na kupokea na kukufanya kuwa Mkristo Mwangelikana katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sharon, kwa mamlaka niliyopewa katika kanisa la Mungu na kupokea na kukufanya kuwa Mkristo Mwangelikana katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Brigade, kwa mamlaka niliyopewa na kukaribisha katika kundi la Kristo katika Dayosisi ya Victoria Nyanza, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mshangilie Mungu. Huyo ndugu yetu yeye ni Mwangelikani lakini anatokea Njombe. Amen. Ni Mwangelikani kutokea Njombe, ndio maana sala yake imekuwa tofauti. Kwa hiyo namkaribisha katika dayosisi yetu. Tumshangilie Mungu. Tupeeni baraka. Awabarikini Mwenyezi Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tuwashangilie kwa makofi. Basi tuwape mkono makasisi mliopo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shangilie Bwana baada ya kuwapokea wenzetu. Sifa na utukufu na heshima na kumshukuru peke yako katika jina la Yesu. Watu wote tuseme amen. Sifa hizi zifike
ajili ya timu hii ya msifu na kuabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Hesabu sura ya 13. Hesabu sura ya 13. Nianze kusoma ule mstari wa 17. Nitaruka baadhi ya mistari tena kusoma mstari mwingine mbele. Hesabu sura ile ya 13. Nianze kusoma ule mstari wa 17. Baada ya hapo mbele nitaruka baadhi ya mistari na kuenda kusoma mistari mingine ya mbele. Hesabu sura ya 13. Biblia inasema, Musa akawapeleka ili wapeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, pande milimani. Katazame nchi ni nchi ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwamba ni hodari au ni dhaifu, kwamba ni wachache au ni wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome. Nao ni nchi ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ni ya njaa, kama ina misitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, kayalete matunda ya nchi. Ule mstari wa 25. Wakarejea baada ya kuipeleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakamletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia kusema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wanawake huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Muhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima. Mkanani anakaa karibu na bahari na kanda ya ukingo wa Yordani. Karibu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukatamalaki. Katika ibada hii, katibu wa Dayosisi Canon Kefa Mulugu akasema kuwa kama Mkristo unatakiwa ujihadhari na maneno yale ambayo unatamkiwa. Maneno yote yasiyofaa uyafute kwa damu ya Yesu Kristo. Maneno, mwambie mwenzio, maneno. Alifungwa na maneno. Wana wa Israeli walikamatwa na yale maneno. Unaposikia mtu anakutamkia maneno yasiyo sawa, yafute kwa damu ya Yesu. Ukiyaacha yatakufunga. Sio, unanielewa? Ukiyaacha yatakufunga. Unataka kupiga hatua, usogei, maneno yamekufunga. Mtu amekuahidi kukuoa, alafu afika mahali ameenda kuoa mwingine. Usipoyafungua yale maneno na kuyafuta ya yale ahadi zake aliyosema, utakaa unahaidiwa kila siku. Maneno. Simama kwa miguu yako kwenye. Naomba funga macho yako tuombe. Funga macho yako tuombe. Ikiwa yuko mtu ndani ya moyo wake anamtamani Yesu Kristo, aingie ndani mwake awe Bwana na Mwokozi maisha yake, na anasema asubuhi leo, mchungaji, naomba uombe pamoja na mimi, nimpokee Yesu ndani ya moyo wangu. Yesu anisaidie kubadilisha mtazamo wangu. Yesu anisaidie kufuta hayo maneno. Kama yuko mtu namna hiyo anamhitaji Yesu, anahitaji tuombe pamoja, nyosha mkono wako mahali ulipo, uweze kuomba kwa ajili yako. Asante. Asante. Nyosha tu, usiogope, maana swala la kutukuza Yesu. Asante. Wewe nyosha mkono katika jina la Yesu. Sogea hapa mbele na kwa ajili yako. Njoo tu. Wewe nyosha mkono wote, njoo tu, njoo, usiogope. Njoo. Njoo. Njoo tu. Jinsi nilivyo na dhambi zangu zote na makosa yangu yote,
maovu yangu yote ninatubu sasa. Naomba unirehemu, naomba unisamehe katika jina la Yesu. Kuanzia dakika hii ninamkataa shetani na kazi zake zote katika jina la Yesu. Ninakubali wewe Yesu. Je, umewapima na kuwachunguza maisha yao ya Kikristo na kuelewa kwao mafundisho ya kanisa na unathibitisha kwamba wanastahili kuwekewa mikono? Nimewapima tena nimewachunguza, nami wengine na waleta jinsi walivyo. Asante. Naomba wale wafupi kidogo wangekuja huko nyuma na wengine naweka huko ili wanapojibu. Mkutano huu, mko tayari kuthibitisha ninyi wenyewe ile ahadi na nadhiri iliyofanywa wakati wa ubatizo wenu? Tuko tayari. Kwa sauti. Tuko tayari. Je, mnathibitisha kumkataa shetani na kazi zake zote, anasa za dunia na fahari yake, na tamaa mbaya za mwili? Nakataa shetani na kazi zake zote, anasa za dunia na fahari yake, na tamaa mbaya za mwili. Je, mnaahidi kushirikiana na Wakristo wenzenu katika ibada na kupokea chakula cha Bwana mara kwa mara? Tutafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Je, mtaendelea kwa bidii kuwa askari na watumishi waaminifu wa Kristo kwa kusoma neno la Mungu, maisha ya sala na kuwashuhudia wengine juu ya imani ya Kikristo? Tutafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Je, mtafanya bidii kuwa mawakili waaminifu wa Kristo katika kutoa maisha na mali zenu kwa kazi ya kanisa na kueneza ufalme wa Mungu? Tutafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Je, wamwamini nani? Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na nchi, na Yesu Kristo, mwana wake pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huko atakuja kwa hukumu watu walio hai na waliokufa. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Basi tuwapigie makofi. Ambalo nitauliza, ninyi mnaoshuhudia ahadi hizi, je, mtajitahidi kuwa mfano bora kwa maisha yenu ili kuwasaidia hao wanaopewa kipaimara sasa katika maisha yao wazidi kukua katika imani yao na kumtumikia Kristo? Niombe muwasaidie bado wenyewe wachanga, leo ndio wameamini kwa imani hii. Kipindi cha nyuma alikuwa naenda kwa msaada wa dhamini, sasa leo wataanza kutembea kwa imani walioikiri madhabahuni. Kwa hiyo ninyi mwa msaada sana, naomba mkae. Aliye juu walindeni na dhambi zenu zote. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe. Tangu leo na hata milele. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Aliyeziumba mbingu. Bwana usikie kuomba kwetu. Kilio chetu kikufikie. Bwana akae nanyi. Pia na roho. Na tuombe. Mwenyezi Mungu ishie milele, uliyependa watumishi wako wazaliwe mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawapa masamaha ya dhambi zao zote, tunakusiwatie nguvu za Roho Mtakatifu aliyemfariji, uwazidishie kila siku karama za neema yako. Amen. Roho ya hekima na akili. Amen. Roho ya ushauri na nguvu za rohoni. Amen. Roho ya elimu na utauwa. Amen. Wajaze roho ya kichwa chao kitakatifu leo na siku zote kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Mikono yangu ufanywe imara na Roho Mtakatifu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Geregere. Anastasia na Alex na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu ufanywe imara na Roho Mtakatifu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Unawaelekeza wanaotoka hapo wakaidi.
Unapomaliza narudi huku. Kashindi na Juliet, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Musa na Ezekieli, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Christina na Edward, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Elina na Christina, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Witness na Genevieve, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Terezia na Tobias, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Richard na Salome, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Patrick na Lydia, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Rebecca na Rosemary, na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Grace na Jacqueline, na kutia alama ya msalaba
na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Owen na Sebastian na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msikubalikane kwa muda wa maua. Naomba msijidi baadhi ya baadaye. Deo na Prescott na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yoshua na Eric. Yoshua na Eric na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, ufanywe imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Vigelegele tunaombea hao watumishi wako ambao tumewatia mikono hivi sasa, kwa kufuata kama walivyofanya mitume wako watakatifu, ili kwa ishara hiyo kuwapa hakika ya fadhili na neema yako na wema wako kwao. Mkono wako Baba uwe juu yao daima. Roho wako Mtakatifu awe nao siku zote, uwaongoze walijue na kulitii neno lako takatifu, ili mwisho upate uzima milele, kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Amen. Pokeeni baraka. Awabarikini Mwenyezi Mungu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumshangilie Mungu kwa makofi. Mungu awabariki sana. Tayari mchakato wa uanzishaji wake wa shule hii tayari umeanza. Nguvu ya kufanya haya imepatikana kutokana na zawadi ya usajili wa shule ya awali ya St. Nicholas English Medium Nursery School, usajili ambao Baba Askofu ulitupatia katika kanisa letu. Makadirio ya gharama ya uanzishaji wa shule hii yanategemea kufikia kiasi cha shilingi milioni 4.5. Tunaomba kama itakupendeza Baba Askofu mtunge mkono katika kufikia ndoto hii. 4. Pia Mtakatifu Andrea, tupo katika ujenzi wa jengo la ofisi ya kanisa ya kisasa pamoja na ukumbi wa mikutano wa kisasa. Ukumbi wa mikutano utakuwa na uwezo wa kuchukua watu wasiozidi 20 kwa wakati mmoja. Ujenzi huu hadi kukamilika kwake utagharimu kiasi cha shilingi milioni 20. Mpaka sasa jengo hili limegharimu kiasi cha shilingi milioni 8,254,054 likiwa limekamilika katika hatua ya boma. 5. Mhashamu Baba Askofu, mwaka huu katika parishi yetu tumefanikiwa kuwa na wanafunzi 17, ambapo malengo yetu yalikuwa ni kupata wanafunzi 25 watakaopata kipaimara kwa mwaka 2025. Hii ni kutokana na kanisa la Mahina kutokuwa na wanafunzi wa kipaimara kwa mwaka 2025. Taarifa ya michango ya kidosisi. Mhashamu Baba Askofu, hali ya yote naomba nitumie fursa hii kwa niaba ya baraza letu la parish kuomba msamaha kwako kutokana na kutufikia malengo ya utekelezaji wa agizo la mchango wa ununuzi wa gari ambayo parish yetu ilipangiwa kiasi cha shilingi milioni 5. Mpaka sasa tumelipa kiasi cha shilingi milioni 1,800,000. Hali hii imekuja kutokana na shughuli ya ujenzi wa makanisa katika makanisa yetu, katika matawi yetu, ambayo nayo yatakiwa kuchangia katika mchango huo wa ununuzi wa gari la Baba Askofu. Pamoja na sababu hizo, bado kama parish nia yetu kukamilisha mchango huu ipo, na tunachoomba toka kwako Baba Askofu ni nyongeza ya muda katika ukamilishaji wa mchango huo. Tunatambua kuwa tayari ulishatoa nyongeza ya muda wa wiki moja tangu kukamilika kwa ukomo wa muda wa kuchangia uliokuwa umewekwa. Kwa upande wa michango ya idara, parishi yetu ilikwisha kamilisha yote tangu mwezi Mei mwaka huu. Changamoto. Mhashamu Baba Askofu, kila penye mafanikio hapakosi changamoto. Kama parish kuna changamoto kadha wa kadha ambazo tunakutana nazo katika uendeshaji wa makanisa yetu.
Changamoto hizi zinazuia ama kuchelewesha maendeleo ya kanisa au utekelezaji wa maelekezo ya kidayosisi katika parishi yetu. Moja ni ukosefu wa vyanzo vya mapato. Mwasha Baba Askofu, kama parishi tunatamani kuwa na vyanzo vya mapato vitakavyosaidia kupunguza mzigo wa utegemezi wa kipato kwa waumini wetu. Mfano mzuri ni changamoto ya hali ya usalama tuliyoipitia baada ya uchaguzi mkuu, ambapo ilipelekea kutokuwa na ibada kwa baadhi ya makanisa tukihofia usalama wa watu wetu. Sasa kwa kuwa kanisa chanzo chake kikubwa ni waumini, maana yake kwa wiki hiyo kanisa halikuwa na kipato chochote, hivyo kuchangia kupungua kwa makusanyo kwa mwezi. Nini tunafanya kutatua changamoto hii? Kama parishi tunaendelea kuangalia namna mbalimbali za kutusaidia kuwa na vyanzo vya mapato katika makanisa yetu, ikiwemo ujazo wa maduka na kadhalika. 2, miundombinu mibovu. Ukosefu wa miundombinu bora katika makanisa yetu inachangia baadhi ya waumini wetu kutokufika kanisani. Katika kanisa letu la Kanyerere tumekuwa na changamoto ya barabara isiyopitika kwa magari, hasa ile inayoelekea kanisani, hivyo kulazimika magari kuachwa mbali na eneo la kanisa. Hali hiyo inasababisha baadhi ya waumini wetu, hasa wenye magari, kushindwa kufika kanisani wakihofia usalama wa magari yao wanapoyaacha mbali na eneo la kanisa. Lakini pia hali hiyo imechangia kuongezeka kwa gharama za ujenzi kutokana na baadhi ya vifaa kushushwa mbali na eneo la kanisa kutokana na miundombinu mibovu ya barabara na kulazimika kanisa kuingia tena gharama ya kusogeza ama kufikisha kanisani vifaa hivyo. Nini tunafanya kutatua changamoto hii? Baada ya kupaua jengo la kanisa la Mahina, kwa sasa tumeamua kuwekeza nguvu katika uboreshaji wa miundombinu ya barabara, mchakato ambao utaanza miezi michache ijayo. 3, mwitikio mdogo wa waumini kujitolea, hasa wakati wa ujenzi. Kama kanisa tunaamini tunao waumini wengi katika makanisa ya Mahina na Kanyerere, lakini kutokana na shughuli ya ujenzi inayoendelea pamoja na hali ya kimazingira ya makanisa haya kuwa sio rafiki, baadhi ya waumini wetu wamekuwa wakisali aidha makanisa mengine ya Kianglikana au madhehebu mengine nje ya kanisa letu wakisubiri kukamilika kwa ujenzi. Hali hiyo inapunguza rasilimali watu na fedha katika ujenzi wa makanisa haya. Nini tunafanya kutatua changamoto hii? Tunao mpango wa kuwatembelea waumini hawa nyumba kwa nyumba ili kuwatia moyo waweze kuungana nasi katika kumwabudu Mungu. 4, wanafunzi wa kipaimara kushindwa kuwekewa mikono kwa sababu ya kukosa mahitaji. Pamoja na jitihada na maelekezo yanayoendelea kutolewa na kanisa juu ya mahitaji ya vitabu, yaani Biblia, nyimbo standard na kitabu cha sala kwa ajili ya kipaimara, bado baadhi ya wazazi wameshindwa kuwapatia watoto wao vitabu vinavyohitajika kwa ajili ya kipaimara. Hali hii imesababisha baadhi ya wanafunzi wa kipaimara kutokupata nafasi ya kupewa kipaimara siku ya leo. Nini tunafanya kutatua changamoto hii? Tunao mpango wa kukutana na wazazi wa wanafunzi wa kipaimara wa mwaka ujao ili kujadiliana nao namna bora ya kuhakikisha upatikanaji wa vitabu hivyo kabla ya ziara nyingine ya kipaimara hapo mwakani. Zoezi hili litafanyika mara tu baada ya ziara hii. 5, ukosefu wa ushirikiano kwa mambo ya kidayosisi kutoka kanisa la Mahina. Tunatambua kuwa maelekezo ya dayosisi ni maelekezo rasmi ya kimamlaka, lakini katika utekelezaji wa maelekezo hayo, kama uongozi tumekutana na ushirikiano hafifu kutoka katika tawi letu la Mahina. Naomba nikiri wazi kama katibu nimepata changamoto nyingi katika usimamizi na hasa toka kwa viongozi wa kanisa hili. Kwa miaka 2 sasa mfululizo viongozi wa kanisa hili wameshindwa kuonesha ushirikiano katika mambo mbalimbali ya usuyo ama maelekezo ya uongozi wa parish au diocese. Hali hii imepelekea kanisa hili kutokutoa michango ya kidayosisi kwa mwaka jana na mwaka huu katika kiasi cha shilingi milioni 2 walichopangiwa wametoa shilingi 300,000. Huku kanisa Kanyerere wakiwa wamekwisha kutoa shilingi milioni 1 mpaka sasa. Mpaka sasa kanisa hili lina akaunti ya kanisa na linadaiwa kiasi cha shilingi milioni 1 kama deni la michango ya kidayosisi, ambapo fedha hizo inapaswa kurudishwa katika akaunti ya kanisa mama na shilingi 700,000 deni la mchango wa gari la baba askofu. Nini tunafanya kutatua changamoto hii? Kanisa kama uongozi mara kadhaa tumefanya vikao na viongozi wa kanisa hili katika baraza la kanisa, katika vikao vyetu vya baraza la parish na mara moja katika kikao cha halmashauri ya dinari, tukiendelea kuwatia moyo na kuhamasisha juu ya utekelezaji wa maelekezo mbalimbali ya kiparish ama ya kidayosisi, lakini bado juhudi hizo hazijazaa matunda. Naomba nitumie nafasi hii kukuomba uongozi utusaidie. 4, shukrani na hitimisho. Kwa niaba ya baraza la parish naomba nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili yako baba askofu pamoja na uongozi mzima wa diocese kwa namna ambavyo mmeendelea kuisimamia diocese hii. Wanadamu tumepewa macho ambao kazi yake kubwa ni kutazama, hivyo yanayofanyika tunayaona kwa macho. Hongereni sana. Tunakushukuru pia baba askofu kwa kutupatia mchungaji Canon Francis Ndebele ili kulea na kuchunga parishi hii wakati wote wa masomo ya mchungaji kiongozi Yuda Nsimba ambaye sasa ni Canon mtarajiwa. Tulipokea barua ya kustaafu kwake
na kama parish tulipokea kwa unyenyekevu pamoja na kwamba bado tulihitaji sana huduma yake. Tunaendelea kuenzi utumishi wake kwetu, hekima na busara nyingi alizotuachia, na hasa mikazo yake katika kanuni na taratibu za kanisa. Pia tunamshukuru sana mchungaji wetu Yuda Simba kwa kuendelea kuwa tayari kutoa ushirikiano na ushauri wake pale tunapohitaji, hasa kwa yale yanayohitaji mawazo yake kama kiongozi mkuu wa kanisa anapokuwa chuoni. Ujumbe wetu ni kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 31 mpaka 39. Taarifa hii imeandaliwa na baraza la parish na kusoma kwenu na katibu wa parish. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kuwasilisha. Jamani, makofi na vigelegele kwa katibu. Niombe usiondoke katibu. Baba Askofu, ninaposimama na Mwasham Baba Askofu Zefania Amos Tusa pamoja na Mama Askofu Mary Tusa wamewashukuru Wakristo wote, Kanisa Mtakatifu Andrea, parish nzima na dinari nzima kwa zawadi ambazo wameweza kuwapatia. Mama Askofu Mary Tusa amewaambia wanakipaimara kuwa wanahitaji kumtafuta Mungu katika maisha yao yote na kusoma maandiko kwa bidii siku zao zote za maisha yao. Amina. Mimi sio mgeni, Mungu awabariki. Asanteni sana kwa zawadi. Bwana Yesu awainue, Mungu awakumbuke, mwingiapo mbarikiwe, mtokapo mbarikiwe. Baraka zikawajie kwa mfululizo mpaka mshangae. Hongera sana mchungaji kwa kuinuka, kwa kupanda daraja. Bwana Yesu akutunze. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwasham Baba Askofu Zefania Amos Tusa pamoja na Mama Askofu Mary Tusa wamewashukuru Wakristo wote, Kanisa Mtakatifu Andrea, parish nzima na dinari nzima kwa zawadi ambazo wameweza kuwapatia katika vitu mbalimbali, kwa zawadi ambazo wamewapatia. Na mnatutunza vema. Mungu awabariki sana. Lakini pia Baba Askofu Tusa amewapongeza uongozi mzima wa kanisa, uongozi wa parish na uongozi mzima wa dinari kwa taarifa mbalimbali ambazo wamezitoa. Niendelee kuwapongeza kwa taarifa nzuri ya parish ya hapa Igoma ambayo imeongelea mambo mengi. Unajua parish hii ukiangalia tu taarifa unajua imeandaliwa na wasomi, si ndio hivyo? Hebu mjishangilie kwa taarifa nzuri. Tumeipokea na niendelee kubariki changamoto mlizozitoa na utatuzi wake, na mimi nazibariki hivyo. Nimesoma na uzuri huwa naenda, kuna faili la taarifa mbalimbali za mwenge wa Yesu tunapokuwa na ziara ya kipaimara. Katika ibada hii wana kipaimara 30 wamewekewa mikono kwa kuthibitishwa kipaimara. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Kanisa Mtakatifu Andrea,
Dayosisi ya Victoria Nyanza, Kigoma. Ni mimi mwanahabari wako Sunday Samigwa, DVN.